Hi ladies and gentlemen, I'm Vanilla. Today I'm back. Nikiwa full force. Kuna watu wananiambia sijui Vanilla unapeana namba ikiwa ya mwisho sijui nini. Lakini leo hata kungana by the na smile, I'm not happy. I'm not happy at all. Sababu kuna mtu ameniaddress. Imagine mtu anachukua simu yangu kunipigia akiniambia ati niende kwa kioo niende nijiangalie. Najiangalia nini? Niwauliza swali moja my guys, my viewers, my family. Kuumba vile Mungu anatoa maubile kweli? Unaweza toa Mungu makosa surely? Lakini juu mimi sitaki kugonjeka pressure, sitaki kugonjeka sijui nini, ndio nimesema nikuje nitengeneze video. Ndio ni address huyu mtu mwenye ananipigia simu. Imagine unachukua gati, yani unachukua mpaka time yako kuchukua simu yako kuniambia ati niende kwa kioo niende nijiangalie. Nilikwambia sina kioo kubwa, kakio kangu ni kadogo, so sijiangaliangi. Na jiangalianga tu hapa peke yake juu nikale kadogo. Na ukitaka kunimbaia ile kubwa ni 700. Hata usinibaie uniletee. Usinibaie ati usinitumie pesa ninunue. Enda uniletee, nitakutumia mapu mahali niko. Mimi wacha niwaambie kitu moja guys. Mimi nafurahianga vile Mungu aliniumba. Na nikiongea hivyo si ati nimekasirika, lakini kama unakuanga na tabia kuchukua simu ya mtu ama unaona mtu unaanza kumjudge, usiitoa mtu Mungu makosa. Vile mimi niko ni maumbile ya Mungu. Vile unaona mimi vile niko, hata ukiona kama sina meno, hii ni maumbile ya Mungu. Na nikitaka kuweka na esaweka. Ukiona nimenona hivyo vile niko, wachana na mimi tafadhali. Lakini huyu mtu kuna kitu moja by the way, wacha niwaambie guys. Ndio nimesema acha nitengeneze hii video. Kwa watu wanakuanga na hii tabia. Imagine mtu anakuja kuniambia ati kama anajiangalianga kwa kioo ati nione vile cases zangu siko kubwa. Wacha niwaambie kitu moja. Mimi napendanga vitu kubwa. Na hata mkiangalia video zangu za kwanza nikianzia my channel, nilikuwa nasema napendanga vitu kubwa. Kila kitu ikuwe ni kubwa. Kama hata wacha niwaambie kitu moja. Mwenye sasa na address juu hiyo message hiyo kunipigia simu, uniambia ati matiti yangu ni kubwa, ati cases zangu ni kubwa. Wacha nikwambie kitu moja. Mimi sitakasirika. Ana sitakuja hapa kukutuzi. Mimi sina tamaa ya kukutuzi. Mimi nitakuja hapa nifanye vitu kama nacheka. Lakini utaambia mwingine akasirike, akutuzi ama kuongelesha vibaya. Mimi sitakuongelesha vibaya. Juu ya kuniambia cases yangu ni kubwa. Wacha nikwambie kitu moja. Unaona hata ng'ombe yenye inakuanga na matiti kubwa, hiyo ng'ombe inatoanga maziwa mingi sana. Mimi hata nikipata mtoto, mimi sitagure ngati asijue ati kufanya nini, ati mtoto ati nini, ati tumatiti ni tudogo. Hapana, I'm proud what I have. Na mimi nafurahianga vile niko. Unaona vile iko? Wacha nikuonyeshe vizuri. Unaona vile niko? Mimi I'm happy for that. Na kama bwanangu anafurahianga vile niko, wewe ni nani unakuja kuniaddress? Sasa unataka nifanye aje? Nianza kugonjeka kama ugonjwa ya juu ya pressure au sijui nini naenda hospital. No, juu yako. Let me tell you guys. Let me tell you. Wewe uko hapo na ulikuwa unaniambia sijui nini, ati mwili yako ni kubwa inakaa surplus sijui nini. I'm happy for that. Na kama ulikuwa unataka ni sleep ati nione kufurahishe, tafadhali ume lost. Umepotea njia. Mimi bwanangu ananipendanga jinsi nilivyo. Na mimi najifanyanga vile nilivyo. Unaona? Ninaone nikonda ama nitake kukaa kama nguruwe. That is my choice and I love that. So don't come here kuchukua namba yangu. Hata nilikuwa nadhani uko imagine mpaka na hata vitu zangu kufanya na kuja kukurisen, you are my viewers. Alafu nakuja kuniambia sijui atienda kwa kioo, uende ujiangalie, vile uko surplus. Let me tell you, I'm happy nikiwa surplus. I'm happy for that. And I'm proud for that. Na utakuja wacha niwaambie kitu moja. Mimi by the way, mbeleni nilikuanga najichukia lakini saa hizi mimi hamwezi nirudisha wewe. Wewe nirudisha pale tukiniambia ama surplus. Mimi nafurahianga vile jinsi nilivyo. Na kazi ya Mungu hainanga makosa.
Mungu akipeana hata mwili, kuna wenye anakuanga na mwili kubwa kabisa hata kunishinda mara 3, mara 4, mara 5. I do not complain because hiyo ni mahubiri ya God. Na hata wewe vile ulivyo, si ati Mungu ati ulipatia Mungu ati uli nini Mungu kitu kidogo ndiye akakuumba vile ati uko mzuri. No. Kila mtu anakuanga, kila mtu Mungu alimuumba vile aliona ni mzuri akae hivyo. Unaona? Sasa mimi kuniambia ati wewe sijui KCC zangu ni kubwa, au sijui ni siringi ati nikaa safe place. Let me tell you, I'm happy for that. Na sitaogopa kusema hivyo. Na kama bwanangu ako happy for that, hata mimi niko happy. Who are you? Kukamu kuni address. But ni sawa tu, I'm so happy and say thank you. Kuni address kunikumbusha niko na KCC kubwa. Niko na kubwa. And I'm happy for that. Na sitaogopa kusema hivyo. Kuna mwingine time mwingine, mtu mwingine alikuwa ati nilikuwa nimefanya ka video. Ananiambia usijue niende operation sijui nipunguzo. Acha nikwambie. Mimi I'm happy for that. Mimi nafurahia kwa hivyo. Video acha nikuonyesha iko hivyo ni kubwa. Hata ingekuwa mara 5 ikiwa kubwa ni zangu, asinichokezi. Lakini kukuja kuniambia usijui ati nijiangalie, let me tell you, mimi sina kioo. Na nitakurudia tena na mara tena na tena, sina kioo. Hata kama niko same place, I'm happy for that. Sina shida. Wacha niwaambie ka story kengine. Kuna katoto kamoja kalikuwa kama yani ametoka kwa life ya maskini sana. Ndio kama we uko hapo unasikanga mtu amekuja amekuudhi kama vile huyo mtu aliniudhi. Unajua si watu wote wamepewa voice ya kuongea. But mimi wacha niongee hii kitu initoke. Na sasa kukusaidia hapo. Huyo mtu siku moja, huyo mtoto alikuwa anacheza nje na watoto. Sasa siku moja watoto wakaanza kusema, wakaanza kumchekelea. Wakiambiwa umetoka familia maskini, babako ni maskini, mamako ni maskini, sisako ni maskini, watu wenu ni maskini. Kale katoto kakaenda kama kanalia. And I want to learn na hii story. Wakati kalipofika nyumbani, kakaenda kakakaa kwa kakona. Babake akaona mtoto wake ako na huzuni. Akamuuliza, my son, what is going on? What is the problem? Huyu kijana akaambia babake, ati baba niko na huzuni sababu nikienda kucheza ama nikienda shule watoto wanaanza kunicheka wakiniambia ati nimetoka kwa familia iko na maskini, ati sisi ni maskini na wao ni matajiri. Jule baba Mungu alimpatia hekima, alichukua huyo mtoto wake akampeleka kwa shamba. Akamwambia nataka sasa ndio ujue udali kitu moja. Akachukua mbegu mara 2. Akapatia kijana yake mbegu moja. Naye akamwambia nitabaki na hii mbegu nyingine. Nataka tupande hii mbegu. Na wakati hii mbegu wewe utakuwa ukimwagilia maji chafu. Sasa baba akaambia mtoto utakuwa ukimwagilia maji chafu na mimi namwagilia maji safi. Na tutaona mwishowe ile nini itakuwa aje, ile mbegu itakuwa aje. Wakakuwa wakimwagilia kila asubuhi na kila jioni. Kala katoto kakakuwa happy juu yani kakona kitu kanafanya na baba yake. Na siku moja ile mbegu ilikuja ikakuwa ni maua. Na maua ikakuja ikanguru. Siku moja baba huyu akaita mtoto. Unajua walikuwa wanaenda kila asubuhi na jioni kwenda kuangalia ile mmea. Siku moja wakapata ile maua ya yule kijana yenye ilikuwa inamwagiliwa maji chafu. Imekuwa very strong, imekuwa very healthy, imekuwa yani hata imechanuka kushinda hii ya baba yake. Mtoto akarudi kwa babake akamuuliza tena, baba, mbona maua yangu imetoka vizuri sana na hata iko na Kikuyu tunasema ngalili. Yani iko very beautiful kushinda yako. Akamwambia akauliza baba, na mimi nilikuwa namwagilia maji chafu, wewe ulikuwa unamwagilia maji safi. Mbona yako ulikuwa unamwagilia maji safi na yangu namwagilia maji chafu na yangu ndio imekuwa healthy? Baba akaambia kijana yake, my son, listen to me. Wakati watu wanakumwagilia vitu chafu, usiwahi kusikia uchungu kwa moyo wako. Sababu unaona hii maua ulikuwa unamwagilia maji chafu. Ile maji chafu iko na nguvu, ndio iko na vitu mingi sana, hata kama ni chafu kwa macho ya watu itaonekana ni chafu. Mimi nilikuwa namwagilia maji safi, lakini yangu hujatoka kama yako. So acha nikwambie kitu moja, kama uko hapa na unasikia saa zingine watu wanakuingililia juu ya weakness yako, hiyo weakness yako isifanye watu wakurudishe chini. Hiyo weakness yako wacha ikufanye ukue strong like me.
Sawa guys, ndio kila mtu ako na weakness yake. Unaweza kuwa uko beautiful lakini kuna kitu moja tu peke yake watu wanaanza kukunini, wanaanza kukurudisha nayo chini. Lakini hiyo kitu, hiyo weakness yako, juu kila mtu anakuanga na weakness yake, isiwahi kukuweka chini, wacha ikuwekange nguvu. Hiyo weakness yako, hata kama unajua kuna watu wanakuanga, tuseme for example, unaweza kuwa wewe Mungu amekumba vizuri, lakini kuna kitu moja tu imekuwa ikuenda vizuri. Lakini hiyo kitu isiwahi kuweka chini, wacha ikutiange nguvu. Sawa guys, tukae kama huyu mtoto. Aliambiwa, yani babake ndiye akamwambia, wakati wao watoto wanaenda kukucheka wewe ni maskini, hiyo kitu isiwahi kurudisha chini, wacha ikutie nguvu. Juu kukuwa maskini na ukuwe na tajiri. Wacha niwaambie kitu moja kama mjaijua. Tajiri aendaje kununua hewa ati yenye anafuta hewa fresh kushinda ya maskini. Sawa? Inakuanga hewa moja. Nikibreathe ile hewa yenye na breathe nikiwa maskini, hata tajiri mahali yako hiyo ndio ana breathe. Usaiona baka mtu akikufa, hakuna tajiri anaendaga kuwekwa juu. Anawekangwa wapi? Chini. Maskini akikufa anawekangwa wapi? Chini. So, asipokuwa tu ni vile tu tajiri ako na pesa na maskini ana struggle, lakini kuna mali Mungu anakuanga ameweka level moja. Akikufa kama ni mochari, ni moja. Hakuna mochari ati ya tajiri, ati ni ya tajiri, ajesi ingia maskini, hapana. Kama ni ile sanduku, ile maskini anaweza ingia, hata tajiri anaweza ingia. Asipokuwa tuseme kama mimi tuseme nakaa kanyumba kadogo na kuna mwenye ako na pesa nakaa ya nyumba kubwa. Aisi niliingia. Kuna siku nilisemanga, unaona hata wanawake wenye wanalinganga tunji wako na pesa. Wakitoa nguo na mimi nitoe, tuko the same. Akitoa ile sehemu niko nayo hata yeye ako nayo. Kama niko na shimo moja hata yeye ako na shimo moja. Kama niko na shimo mbili hata yeye ako na shimo mbili. Nikuwe na pesa nikuwe maskini. Lakini wacha hiyo kitu kidogo tuko nayo, hiyo shinda tuko, ama hiyo shinda yenye unapitia, ama ile Mungu alikuumba uko na weakness yako, kachukue kana kuweka chini. Wacha kakue kana kuweka juu. Maybe hata leo maybe singepata content ya kuweka kama huyo mtu hakunitusi, na hiyo kitu imenitia nguvu na kujua okay, I'm a special. Yes. Niko na kesi kubwa, kuna mwenyana. Kuna mwenyana. And I'm proud for that. So, kama wewe uko hapo, tafadhali, na unanga kuna kitu moja unaambiwa yangu na roho yako inainama. Hiyo roho yako isiku inainama. Wacha iwe inaijitia nguvu. Kama unataka kuongea na mimi, my number is 0704 921 581. Na wenye wakunitusi, kujeni nyinyi nyote. Mimi sina shida. Kwanza ukinitusi unanitia nguvu, unaniweka mpaka unanipatia nguvu ya kuendelea. Najua niko okay. Niko safe place. Hiyo safe place iko sawa. Ndio hiyo safe place kuna mtu anaionanga anaanga iko sawa. Thank you guys for watching my video. Tafadhali msisahau kusubscribe, kushare na kucomment. Na msininyime hiyo share. Msikose kunilike. Thank you guys. See you tomorrow. I love you and I love you so much guys.